Bongo mtu kanunua iPhone 17, kavaa wigi inchi 13, au kapanda SGR, karuka kaenda China kupata mzigo, ana duka moja ama duka mawili, nyumbani kwake ana TV labda inchi 60, basi kasafiri anakaa kidogo na matajiri, anaanza kubagaza elimu. Elimu hivi, elimu vile, mimi sijasoma lakini naichi. Umeona kinachoendelea Irani? Umeona mambo yanayofanya Israeli? Tunapozungumzia masuala ya kielimu, hatuzungumzii ngazi tu ndani ya familia yako, kwamba umekula wali, umekula biriani, umenunua sijui iPhone 17. Tunazungumzia elimu kwa jicho la kitaifa. Mtu anarusha bomu kilomita 200, watu wanazuia anga linafunguliwa. Ndio tunapozungumzia masuala ya kielimu kwa ukubwa huo. Sasa nyie wanajitokeza watu wanaanza kuibagaza elimu, kisa tu anakaa na matajiri na sisi tunaona poa. Tunapozungumzia elimu tunazungumzia kwa ustawi wa kitaifa. Mambo yanayofanyika huko, zile ni elimu. Sasa just imagine leo hii China ingekuwa vitani, sisi tungekuwa tuna hali gani? Yaani China ingie vitani miezi 6, kuna watu watafunga maduka hapa. China ingie vitani miezi 6, kuna watu watafilisika. Kwa sababu gani? Ni elimu ya watu wa China ndio inayotegemea kwenye nini? Kwenye bidhaa zetu. Kwa hiyo tunapozungumzia elimu tunazungumzia mustakabali wa taifa. Hatuzungumzii kisa wewe tu unaweza kuvaa sijui pishmina, unaweza kuvaa abaya, wewe tu kisa unaweza kukata tiketi VIP pale unaanza matusi kwenye elimu. Hapana, ni lazima tupandikize mbegu ya elimu kwa watoto wetu kwa ustawi wa taifa. Tunapojadili elimu, hatuijadili elimu kwa level ya kifamilia tu. Kisa umeweza kubadilisha mboga, tunajadili kwa ustawi wa kitaifa. Ndio maana ukiangalia yanayofanyika huko, unajua hapa kweli shule ipo. Unajua kabisa kweli hapa elimu ipo. Kwa hiyo tusiruhusu wapuuzi wachache wawavunje moyo vijana wetu katika elimu, bali tuanze kuwatia moyo vijana wetu kwenye elimu kuanzia ngazi ya kifamilia.